wako atakuwa utukufu wako. Nasoma kitabu Isaya 60. mstari mdogo wa 22. Mdogo atakuwa elfu na mnyonge atakuwa taifa hodari. Mimi Bwana nitahimiza hayo wakati wake. Hizo yako inasema hivi. Mdogo atakuwa elfu na mnyonge atakuwa taifa hodari. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mdogo atakuwa elfu na mnyonge atakuwa elfu. Si ni kweli? Mdogo atakuwa elfu. Amen. Na mnyonge atakuwa taifa hodari. Amen. Kwa watu wawili uone haya mambo yatimie, ni lazima wawe na juhudi. Amen. Ndio mwenzako juhudi. Kwa maneno mengine, ni lazima ujiandae kwa ajili ya kesho. Naongea na mtu. Usipojiandaa kwa ajili ya kesho, basi kesho usitarajie kitu tofauti. Amen. Wale ambao wanatarajia, wale ambao wataona kesho ya utofauti ni wale ambao wanajiandaa leo. Amen. Hao ndio watakaoona kesho ya utofauti. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unaposhindwa kujiandaa leo, usitarajie kesho tuone utofauti. Leo unaweza kuwa unapitia changamoto, leo unaweza kuwa na ugumu wa aina fulani, leo unaweza kuwa na matatizo kibao, lakini kama unajiandaa kwa ajili ya kesho, nataka nikuambie kesho tutaona ikiwa bora. Amen. Kesho tutaona ikiwa na utofauti. Lakini pasipo maandalizi usitarajie kwenda mbali. Pasipo maandalizi usitarajie kufanya chochote bora. Pasipo maandalizi hata kazini usitarajie kuwa bora. Amen. Amen. Lakini unapojiandaa na kujitambua ya kuwa wewe ni nani, basi kesho tutaona kesho yako ikiwa ya utofauti. Amen. Amen. Naongea na mtu? Amen. Haya, malizia sasa. Hako kama mstari. Hatujasoma. Mimi Bwana nitayahimiza hayo wakati wake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mimi Bwana nitayahimiza ama nitayatimiza hayo kwa wakati wake. Wewe mwenzako, kila kitu kina wakati. Kila kitu kina wakati. Bwana Yesu asifiwe. Yaani usipojiandaa, kuna mambo yanaweza kuwa yanatakana yawe ya kwako, lakini kwa sababu haujajiandaa, huo wakati huwezi ukakuwa wa kwako. Amen. Amen. Hiyo fursa inachukuliwa na mtu mwingine mwenye amejiandaa kwa ajili ya hayo majira. So kwa kila kitu tunachofanya ni lazima tujiandae, tuweke position, tujiposition vizuri, tukijua ya kwamba kesho kuna mahali nahitaji niwe. Kesho kuna mahali nahitaji niingie, na nisipojiandaa leo siwezi pata hiyo fursa. Amen. Naongea na mtu? Amen. So ni lazima kile unachokifanya ukifanye kwa bidii na kwa hekima pamoja na maarifa. Amen. Amen. Mtu hapati kibali bure. Mtu anapata kibali kulingana na vile alivyo ama kulingana na juhudi zake. Amen. Ukiwa mtu wa kawaida, watu wa kawaida ni wengi mno. Amen. Ni wengi sana. Mbona wakuchukue wewe? Mbona wakuchague wewe? Lakini unapokuwa kila wakati na kitu tofauti na cha mtu mwingine, ndiposa kila wakati utaonekana. Amen. Lakini ukibaki kuwa mtu wa kawaida na kufanya vitu vyako kwa njia ya kawaida, basi jua ya kwamba siku zote utabaki kwenye hiyo level ya chini, kwa sababu hakuna kitu kipya kwako. Amen. Hakuna kitu kipya kwako. Na maandiko yamesema pia kwamba Bwana mwenyewe atakuja kuyatimiza kwa wakati wake. Amen.
Unapojiandaa leo, Mungu atakuelekeza akufix mahali penye panastahili kwa huo wakati. Amen. Usipojiandaa unabaki vile tu. Unabaki tu mtu wa kawaida. Hivyo siku nenda, siku rudi. Naongea na mtu. Lazima tujiandae. Lazima tumtumikie Mungu kwa bidii, pasipo kuangalia vizuizi vyenye viko mbele yetu, pasipo kuangalia changamoto zenye tunakumbana nazo. Kwenye kazi hii ya Mungu, wapendwa, mambo ni mengi tunayokabiliana nayo. Amen. Amen. Yaani ungelijua. Hata unasema, oh Mungu wangu. Naongea na mtu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima tujitahidi kukua bora ili tuweze kufika mahali ambapo tunahitaji tufike. John na familia yako, Mungu akubariki sana. Mmejitahidi, mmenionyesha bidii yenu. Mungu aendelee kuwainua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima tuwe hodari katika Bwana. Tusipokuwa hodari katika Bwana, wakati wa Mungu unapofika, unapata kwamba Mungu anataka kuinua wewe Alex, lakini anapata Alex hayuko kwa position. Mtu mwingine anachukua hiyo nafasi. Amen. Amen. Mungu anakuwazia mawazo mazuri, lakini je, umejiandaa? Uliza mwenzako, umejiandaa? Umejiandaa. Na kama umejiandaa vya kutosha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama umefanya nini? Umejiandaa vya kutosha. Umejiandaa vya kutosha.